comes to modify our faith. They come to rectify our faith. The actions of God come to rectify our faith. Matendo ya Mungu yanakuja kusahihisha imani yetu, kwa sababu kuna namna ambavyo tunatembea na Mungu, tunamwamini kiudogo udogo, tunamwamini kikawaida kawaida, tunamwamini kihistoria, tunamwamini kimazoea, tunamwamini kutokana na jinsi wahubiri wanavyotufundisha. God is beyond the revelation of pastors. Mungu ni zaidi ya mafunuo ya wachungaji. Sijui kama wewe, lakini Mungu ni zaidi ya mafunuo ya wachungaji, na Mungu ni zaidi ya mafunuo ya mitume, na ni zaidi ya mafunuo ya manabii, ni zaidi ya jinsi watu wanavyomueleza, ni zaidi kwa anapotenda, anakuja kurectify imani yako, anakuja kusahihisha imani yako. Anakuambia, mwanangu, najua unaniamini, lakini kuna jinsi niko hivi. Ibrahimu alimjua, Sara alimjua Mungu wa mume wake Ibrahimu, na alimwabudu Mungu wa mume wake Ibrahimu. Lakini kuna kitu ambacho Sara alikuwa akihusu Mungu wa mume wake Ibrahimu. Alikuwa ajua kama Mungu wa mume wake Ibrahimu anaweza kumpa mtoto katika uzee. Na ndio maana alipopata ahadi kwamba wakati majira kama haya tupata, alicheka. Mungu wa Ibrahimu amechanganyikiwa. Mungu wa Ibrahimu leo dishi limeyumba. Malaika wakasikia cheko. Unaweza ukacheka hata ndani ya moyo, Mungu akaona cheko yako. Ukasikia cheko ya Sara. Kuna mtu amecheka. Nataka nikwambie kuna vitu Mungu anavifanya zaidi ya sisi tunapomweka kwenye box kumuelewa. Tunapojaribu kumuelewa sisi. Kwa miracle, miujiza Mungu anaifanya ili asahihishe imani zetu. Kuna namna tunatembea, tunamwona Mungu katika level ya udogo. Tumeshamzoea, tumeshamchukulia kawaida. Kwa anatenda ile sema I can do. Sikiliza, anakuambia kwenye taarifa zote ulizonazo kuhusu mimi kuna hiki pia. Kwenye taarifa zote alizokuambia kuhusu mimi, kwa mimi naponya kansa, na hii na unaponya. Sio tunaponya kansa na kufufua na kufufua. Wakifa hata siku ya 4 na kufufua. Ana rectify imani yako, anaisahihisha, anakupa perception ambayo anaitaka kwako. Kwa sababu kuna vitu Mungu hata ifanya kwako mpaka uwe na perception fulani, uwe na mtazamo fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Okay. Sasa kwa nini Mungu anafanya hivi? Nimewaambia maana ya nimekupa malengo ya ishara, ajabu na miujiza. Nimekuonyesha kwamba malengo yake ni fani kudhibitisha, kufundisha na kudraw attention. Ndio Mungu ana draw attention. Na hapo kwenye kudraw attention nataka nikwambie, yani hakuna anayependa kudraw attention kama Mungu. Unajua wanadamu wanapenda kudraw attention. Kufanya vitu vya buzz, vitu vya mobi, viende viral ili waonekane. Hakuna anayejua kudraw attention kama Mungu. Na Mungu anapenda kudraw attention. Mungu anataka ongea na Musa. Lakini lugha yao ya kumwelewa Mungu ni lugha ya miujiza. Kama hiyo lugha tutaintroduce kwenye generation, kuna watu watamgeukia. Kwa sababu Musa ameshasikia vyote kuhusu miungu. Yaani amekulia Misri, wamemtegemea wakimuonesha miungu ya Misri, na ameweka imani yake kwenye miungu na ameona matokeo. Utamwambiaje kuhusu Mungu mwingine akuelewe? Musa anaona kijiti kinawaka moto, alafu akiteketee. Alafu anasema nitageuka. Yaani kuna watu, if miracles will never happen, they will never turn around. Kuna watu hawatakuja kugeuka mpaka Mungu afanye vitu fulani. Wataendelea kwenye maisha yao ya dhambi, wataendelea kwenye maisha yao ya uasi, na kwenye maisha yao kutokuamini kwamba Mungu hayupo. Lakini kuna kitu Mungu akikifanya kitawafanya waongee kauli kama ambazo Musa alizoongea, kwamba nitageuka nione. Ana kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 haraka. Sura ya 3. I need this area to be talked about. Nisome mstari wa 2, Kutoka 3:2. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto sawa. Nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Na sababu kijiti hiki hakiteketei. Mimi nataka nijiulize, kwa nini huu moto ni mkali na kijiti hiki hakiteketei? Anasema nitageuka. There are men who will never turn around. Kuna wanawake hawatageuka, wataendelea kuishi maisha yao ya uhuni, hawajali mambo ya Mungu. Lakini kuna vitu ambavyo vinawafanya watu wasiogeuka wageuke. It is not only
The words, sio tu maneno. Sio tu kuambia Yesu yupo, Yesu anaponya, Yesu anaokoa. There is a language of God called power. Kuna lugha ya Mungu inaitwa nguvu. Hiyo lugha inageuzaga watu. Inawageuza watu. Wapishi wanageuka kwa lugha ya nguvu. Watu ambao wana mioyo migumu wanageuka kwa lugha ya nguvu. Watu ambao wamekusudia kutokumwamini Mungu wanageuka kwa lugha ya nguvu. Lugha ya nguvu, the language of power. Hata kama uliamua ukasema mimi nimeamua mambo ya Mungu siyafuate sisi. Watu waliweka mikono wanaitwa kina Farao. Mungu aliongea lugha ya nguvu katika dimension zote. Farao akasema kai, nimetembea na miungu. Mpaka wachawi wake wenyewe wakasema hiki hapa ni chanda cha Mungu. Yaani haya matendo hiki ni kidole cha Mungu. There is a way the language of power turn the hearts of men. Kuna namna lugha ya nguvu inageuzaga mioyo ya watu. Na kama kuna lugha ambayo tunataka tuiongee kwenye kizazi hiki, ni lugha ya nguvu. Maneno yetu imeshazoeleka. Watu wakimwona mtu barabarani na wale Shabarabako beledeba. Filipo anaingia Samaria. Mji wa Samaria umeshalogwa, mji mzima umelogwa. Watu wote wanamwamini yule mchawi na wanasema yule mchawi anatenda matendo kama ya Mungu. Maana yule mchawi anampa credit ya Mungu. Ni wangapi leo wamepewa credit ya Mungu? Na sisi wenyewe tunaotembea na Mungu tunajua hawa sio Mungu. Lakini sisi tunaotembea na Mungu wote hawajui kama tunamjua. I refuse to depend on God. Man must see that I depend on God. Yaani sinakataa kumtegemea Mungu alafu watu wasijui kama namtegemea Mungu. No. Nakataa kumtegemea Mungu alafu watu wasimwone Mungu unayemtegemea. Yaani unamtegemea Mungu alafu watu hawamuone yule Mungu unayemtegemea. Man must see that God, yule Mungu unayemtegemea, wamuone. Kuna watu hawaelewi lugha ya maneno. Kuna watu wanaelewa lugha ya nguvu. Zaidi ya maneno yetu, lazima nguvu ya Mungu usiki. Kwa nini Mungu anatenda miujiza? Tunaingia sasa kwenye points. Kwa nini Mungu anatenda miujiza? Shabarabaka. Mando koseketa. Kwa nini Mungu anatenda miujiza? Mungu anatenda miujiza. Mungu anatenda miujiza. Mungu anatenda miujiza to reveal himself. To reveal himself to his people. Ili kujifunua kwa watu wake. Ili kujifunua kwa watu wake. Kujifunua kwa watu wake. Kuna namna nyingi ambazo Mungu anatumia kujitambulisha. Kuna njia nyingi ambazo Mungu anazitumia kujitambulisha. Na moja ya njia ambayo Mungu anatumia kujitambulisha inaitwa njia ya kujifunua. Kujifunua. Unajua Mungu anapojifunua anakusaidia umuelewe. Pasipo wewe kutumia nguvu. Mungu anapojifunua kwako, sio wewe ndio unatumia nguvu ili umuelewe Mungu. Lakini Mungu anatumia nguvu ili wewe umuelewe. Wana wa Israeli, they were lost. Wamepotea. Hawajui chochote kuhusu Mungu. Na hakuna mtu ambaye wenye taarifa kuwasaidia kuhusu Mungu. Wamepotea hapo kwenye utumwa. Mungu mwenyewe anatumia nguvu. Mungu mwenyewe anatumia nguvu ili kujifunua kwa kuwasaidia wajue. Kuwasaidia wajue. Mungu anaweza kutumia nguvu kusaidia wajue katika hali yako ya kutokumjua ukamjua. Na njia ambayo katika njia anazozitumia kuna njia inaitwa njia ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niliwahi kuja Manzese, yeye Manzese, kile fulani kulikuwa kuna kongamano kubwa sana la kimataifa. Hapo Manzese. Wahubiri walitoka nchi mbalimbali walikuja pale. Kwenye kongamano walinipa nafasi ya kuwa kusimamia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pale tulipoenda kwenye ile mambo tulichofanya mambo ilikuwa ni eneo la wazi. Haikuwa ndani ya ukumbi. Yaani ilikuwa ni siku ya, yaani sio hata majira ya mvua. Siku ya kawaida. Kama wakaseti vyombo wakafanya kila kitu. Concert ilipoanza, ndio wanapanga. Tulikuwa tunaendelea na ile kongamano. Kitu cha ajabu kilitokea. Sasa nikasikia raha. Alafu nikashangaa mawingu yamebadilika. Katika prayer point zetu zote tulizoziombea, tuliombea kila kitu kasoro mvua.
Maana tulijua ni majira, yani sio majira ya mvua. Alafu manyunyu yakaanza. Mvua zikaanza kunyesha taratibu. Watu wametoka mbali. Alafu mimi ndo kiongozi wa maombi. Nikamwona yule kiongozi ambaye alihost ile mama akaniangalia. Aliponiangalia mimi nilielewa maanisha. Nilijisikia vibaya ndani ya moyo wangu. Lakini nikamwambia Mungu, hili jambo liko hapa kufa. Nilipokuwa naomba maombi yale, nikajisikia niingie chumbani. Nikaingia chumbani. Nilipoingia chumbani nikasikia mvua inapiga. Yaani mimi nasikia mvua inapiga, imeanza kunyesha sasa. Nikaomba. Nilipoomba something happened. Mvua ilikata. Tukaendelea na kongamano. Lakini kuna wahubiri ambao hawakufika kwenye hilo. Tulipomaliza, mvua ilikata kabisa. Tulipomaliza, kitu cha ajabu kilichotokea. Kuna kipindi Mungu anafanya vitu wewe hauvioni, lakini baadaye utaelewa kwamba Mungu alikuwa anafanya vitu. Mvua ilinyesha maeneo yote kasoro pale. Tulipokuwa tunafanya kongamano. Na watu wakawa wanasema sisi tulitamani kuja, lakini mvua ilinyesha sana. Wakasema jamani, mvua ilianza kunyesha muda fulani lakini ilikata. Akasema mvua iliendelea kunyesha, ilipiga sana. Yaani mvua ilinyesha maeneo yote. Kasoro pale ambapo tulikuwa tunakusanyika kwa ajili ya Bwana. Unajua kwa wengine it could not make sense, lakini kwangu mimi niliona hilo jambo Mungu amenifunua. Kuna vitu Mungu anataka jifunue kwako kama wewe, kwa sababu in our walk of God, katika kutembea kwetu sisi na Mungu, Mungu anaweza kutembea na sisi, lakini kuna kipindi Mungu anataka atembee na wewe. Kuna yale maarifa ambayo tunamjua sisi wote Mungu, lakini kuna kitu ambacho Mungu anataka umjue wewe. Kuna kisi Mungu anataka ajifunue kwako. Kuna mahusiano ya sisi na Mungu, alafu kuna mahusiano ya mimi na Mungu. Na yale mahusiano ya wewe na Mungu ndiyo yanayoleta faida kwenye maisha. Kuliko mahusiano ya sisi na Mungu. Kuna kipindi tunakuja kumtafuta Mungu kama sisi, alafu kuna kipindi unatakiwa umtafute Mungu kama wewe. Pale kwenye wewe na Mungu ndio kuna faida. Na Mungu anatamani umjue wewe, kwa sababu kuna kipindi yeye atamkatia tamaa. Lakini kama unamjua zaidi ya huyo, wewe utaendelea. Mungu anatamani umjue wewe. Kuna kipindi huyu akachoka. Hatutaki kwenda kwenye safari au kwenye mahusiano na Mungu, tunaenda kama wengine. Wewe Mungu ajifunue. Na niwaambie ukweli, Mungu atajifunua kwa mtu mmoja mmoja kwenye ibada ya leo. Atajifunua kwa mtu mmoja mmoja kwenye ibada ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo anafanya, anatenda, anajifunua. Yaani Mungu anajua. Mtu mmoja akinijua, anaweza kaleta mabadiliko kwenye ukoo wake. Anaweza kaleta mabadiliko kwenye familia yake, kwenye kanisa lao. Kwenye kanisa tunamhitaji mtu mmoja anayemjua. Hiki chuo tunamhitaji mtu mmoja tu anayemjua. Mmoja tu anayemjua. Kwenye familia ni mtu mmoja anayemjua. Yule mmoja akimjua Mungu, anaweza akawa daraja ya Mungu kufika kwenye familia yote. Hapa kwenye kichuo mmoja akimjua Mungu, yule mmoja anaweza akawa daraja ya Mungu kutembelea kichuo. Anamtafuta Mungu, ajifunue kwake. Na Mungu akijifunua kwako, tembeo wako unabadilika. Maisha yako yanabadilika. Hautatembea kama watu wengine, kwa sababu kuna namna umeshamjua Mungu. Wanaonaje watu walimjua Mungu, yani wakaacha kazi zao? Akina Mathayo walikuwa tax collectors, wakaacha. What did they know? Walijua nini? There is something about the knowledge of God. It changes your life. Kwa sababu unapomjua Mungu, unajua ni kitu gani ambacho Mungu hakitaki kwako, akitaki kwenye maisha yako, akitaki kwenye mawazo yako, akitaki kwenye moyo wako. Kuna vitu Mungu havitaki, lakini wewe unavifanya. Sasa unapomjua kwako Mungu anapojifunua kwako, unaelewa. Isaya anamjua Mungu. Anasema, "Kwani siku zote mimi nimekuwa nabii, sijaelewa na midomo michafu." Kuna vitu sio vijui kwa sababu Mungu hajajifunua kwako. Anapojifunua kwako anakuonesha uhalisia wako. Watu wanakusikia, "Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu, wana maombi." Fellowship wanakuona wewe umekamilika. Lakini there is a way God knows you.
knows your weakness. Na kuna vitu ambavyo Mungu ametembea nawe kwa kuchukuliana na wewe. Sio kama anataka. Ameamini utabadilika. Mungu akichukuliana na wewe, maana yake anakupa chance ya kubadilika. Lakini unapozidi kukataa kutumia hiyo fursa, Biblia inasema kuna kitu kinachoitwa muda wa kutubu. Kitu kinachoitwa repentance kina muda wake. Na usipotumia muda mzuri wa kutubu, kitu kinachotokea, uhitaji wa kutubu unaondoka ndani yako. Yaani hauoni kama ni muhimu tena kutubu. Unajisikia kuendelea kufanya. Yaani kutoka kabisa